nguvu kubwa ya Bwana tena. Naona uwezo mkubwa wa Bwana. Naona mamlaka ya Bwana inataka kutenda kazi, inataka kububujika, inataka kutenda kazi, inataka kuwasha moto. Ili mahali hapa watu wakafunguliwe, ili mahali hapa watu wakageuzwe, ili mahali hapa watu wakabadilishwe tena. Soma na kufungua kitabu cha Isaya sura ya 53. Hapo imekaa vizuri, lakini leo niongezee kidogo hapo kwenye roho. Alafu Isaya sura ya 53, kitabu cha nabii Isaya. Lakini wewe kwa sababu ni mtu wa dini, ninashukuru kwa sababu naamini unayo Biblia. Kwa hiyo ufungue hiyo 53 tusome wote, usije ukasema wale watumishi walikuwa na Biblia yao. Hapana, tunayo ambayo na wewe unayo, na Isaya najua ipo. Nataka tumsome Isaya 53 mstari wa 3. Anasema, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bado sinamaliza kusoma, tunaenda tena. Anasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake, na Bwana aweka juu yake maovu yetu sisi sote. Namba 7 anasema, alionewa lakini alinyenyekea, wala kufunua kinywa chake kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Yohana 3:16, andiko la maana kabisa hili, andiko ambalo linatueleza kwa habari ya namna Mungu alivyotupenda kutoka ndani ya moyo kule kabisa. Inasema hivi, namba 3, sura ya 3 mstari wa 16, anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Andiko la mwisho, sema la mwisho linatoka wapi? Najua linatoka ile kitabu cha Warumi, ile sura ya 6. Warumi anatuambia nini? Nataka tusikia hapa, alafu tunaenda kwenye mambo mazuri. Warumi 6:23 anasema ya kwamba, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Bwana wetu. Maana karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu, ambaye mshahara wa dhambi, Biblia inaniambia ya kwamba tunaanzia hapa. Napoanzia mpaka nikupe mfano ili ukombele moto ukikolea uwe ulisanielewa vizuri. Nashakwambia hapa leo patawaka moto. Wewe unaisikia sauti huko, ninakwambia hapa leo patawaka moto. Kenya aleni ni ya Bwana, Kenya aleni ni ya Bwana. Sasa najua ndugu zangu, kuna mfano mmoja nataka niwape watu wale. Kulikuwa kuna baba mmoja. Yule baba alikuwa na mtoto wake anayempenda sana. Wale watu wa Kiswahili wanasema alikuwa na mlavu so much. Sasa alipokuwa anafanya jambo kama hilo, mtoto wake alikuja kuugua. Akaugua, figo zote mbili zikafeli, zikawa hazifanyi kazi, zikawa zinaelekea sasa kumsababishia mauti. Sasa baba anakuja, anakuta mwanae yuko kwenye hali mbaya. Akaanza kufikiria, inafanya nini kwa ajili ya mwanangu, maana mwanangu anakwenda kuangamia. Akatafuta, anazunguka aangalie mtu ambaye anaweza mpatia mwanae figo, lakini hakupatikana. Baba anafanya nini? Akajiuliza swali, alibaki ni yeye peke yake anayeweza kutoa figo, akampa mtoto wake, akaendelea kuishi. Baba akasema, kwa sababu ninampenda mwanangu, ni lazima nitatoa hii figo, alafu nimpatie yeye, awe nayo moja na mimi moja, ili aendelee
mzima tena. Unajua nini namaanisha hapa? Huyu baba ni mwanaume. Yesu alipochungulia anaona wanae wako kwenye mateso, wako kwenye mahangaiko, akasema nitafanya nini? Maana wanangu wanaangamia, wanaelekea kwenye mauti. Namna gani nitafanya? Namna gani nitatenda ili ya kwamba hawapate kuwa huru? Maana wanaelekea na kufa kwa sababu ya dhambi. Anatafuta wa kumsaidia mwanao ambaye ni wewe, mtu wa leo hakupata wala hakupata. Ndipo anaamua, anasema naenda mwenyewe. Ndipo alipoamua anasema nakuja mwenyewe, maana nataka watu waleni wafunguliwe, maana nataka watu waleni waokolewe. Na Bwana Yesu anatoka juu, alafu anashuka mpaka chini, alafu anafanya wokovu. Kuna mtu anaelewa? Punga mkono wako. Yule baba aliona kwamba mwanae anaelekea kufa. Sasa Yesu alipoona ya kwamba mwanadamu hali alionayo ni mbaya, ndio maana ilibidi aje mwenyewe. Mimi nashangaa kuna dini wanauliza Mungu anakujaje anakufa. Hasa mwanadamu tayari alikuwa anaumwa, ni mgonjwa, anahitaji figo kutoka kwa mtu aliye mzima. Na Biblia inasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Aliyekuwa amebaki akiwa mzima ni yeye peke yake. Ndio maana anatuachia figo moja. Ndio maana unaona tuko hai, na tuko hai kwa sababu Bwana akasema anaipeleka figo, yaani naleta uzima kwa watoto wangu. Ndio maana hatuna uzima, ndio maana hatuna uzima ambao Bwana ametujalia. Sasa nimekusomea maandiko matatu na kichwa changu ni kwa kawaida, unafahamu kuwa Yesu alikufa kwa ajili yako. Nimekuuliza sasa, mwanzo kabisa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, mwanadamu ndipo alipokosana na Mungu, na hapo kitu kilichotokea. Nimekusomea andiko la Warumi sura ya 6 mstari wa 23, inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mwanadamu alipokosea, kilichoanza kumkuta ilikuwa ni mauti, na mauti imetafuna wanadamu toka baada ya dhambi mpaka hivi leo. Hata kwenye dini yako waulize vizuri hao watu, wakueleze zamani kabla Yesu ajaje dhambi ilikuwa inahukumiwaje. Watu walikuwa wanapigwa mawe, watu walikuwa wanatundikwa kwenye misalaba kama wahalifu, ili ya kwamba waangamizwe, wapewe adhabu ya dhambi zao. Lakini baada ya Yesu hakuja duniani, akaikomesha, akaleta asilishe tena, akaleta asilishe ambalo nakuletea katika jioni ya leo, ambalo nakuletea jioni ya leo. Mtu wakeni aleni atukifanya Mungu akaona kwamba hasa huyu mwanadamu mauti itazidi kumbaliza, watu wakaendelea kufa, watu wanapigwa mbao. Lakini baadaye nimekuambia kitu kimoja, Yesu ya Mungu akawa anampenda sana mwanadamu, akaona ataendelea kufa mpaka lini? Mpaka lini ataendelea kufa? Nafanya nini ili kuweza kuondoa hiyo adhabu? Na kanuni ya Mungu ni ile, mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio maana ukimwi umesababisha sasa hivi umekuwa kama moja. Ndio maana pombe zimeanza kutafuna maini. Unatembea huku watu wa majeneza kuangalia, wanasema biashara ya kesho. Ni kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Habari karama ya kumpokea Yesu Kristo ni uzima wa milele, ni uzima wa milele. Dhambi mshahara wake unachinja, acha. Hiyo ndio tabia ya dhambi. Sasa suluhisho ilikuwa ni apatikane huyu. Yaani ndio hapa na kueleza kwa utaratibu hapa ili unielewe. Anasema baada ya hapo akatafuta sasa ni nani anaweza kuja abebe adhabu za hawa wote wanadamu walionikosea ili wawe huru tena. Maana mateso ni kweli yakawa yanaendelea kuwatesa wanadamu. Hakuna kupigwa, yani mtu mwingine akiona yule mwingine anauawa,
hakukuwa kuna wasababisha waweze kuziacha dhambi zao. Ndio maana nakwambia, pamoja na dini yako, pamoja na kuona ya kwamba mambo yanaendelea, lakini dhambi imeendelea kukutesa, na dhambi unazijua na wanakusomea na bado wanakuacha uendelee nazo, alafu kwenye mkutano wanakuzuia. Nasema hivi, nitaondoka na mtu mmoja ambaye ni mkuu wa dini mahali hapa, mtasikia kwamba amekwisha apoteza maisha kama ataendelea na tabia ya Mungu anawapenda watu wake kuliko kitu kingine chochote. Usicheze na watoto wa Mungu kamwe. Sasa mwanzoni kwenye mfano nilikwambia, baba alipozunguka alikosa mtu. Hata Mungu alipozunguka, ni nani anaweza kumsaidia wanadamu? Maana wanadamu wote wako kwenye utumwa. Yaani ilikuwa ni kusoma hata Biblia kipindi cha nyuma, wanadamu wote walikuwa ni walevi, wanadamu wengi wanazini, wanadamu wengi ni wachawi. Yaani mambo machafu yote yalikuwa yameenea, yamezunguka. Ni nani atakayekuja kufanya msaada kwa wenzake? Na mara nyingi yaani wote mkiwa mmetekwa, mliotekwa hayupo wa kumkomboa. Lazima aje mtu aliye huru. Hakuwepo aliye huru, kwa sababu Biblia inasema wote walikuwa wamefanya dhambi na kuingia kwenye utumwa. Kwa hiyo hakuwepo mwingine zaidi ya yeye Baba mwenyewe kujitolea figo, zaidi ya Bwana mwenyewe akushuka, maana hakupatikana mwingine awaye yote, maana hakuwepo mwingine awaye yote, na Bwana akashuka kwa ajili yako, Bwana akashuka kwa ajili yako. Alafu unaniambia eti mkuu wa dini anakuzuia kuokoka? Hiyo anakula anaota kitambo, lakini aliyekufa ni Yesu, ambaye imekuwa heri ukamsikiliza, kwa sababu wewe ndiye aliyekufa kwa ajili yako, ndiye aliyekufa kwa ajili yako. Wewe mtu wa Kenya leo unaendelea kuteseka na dini kwa sababu umeendelea kuamini watu ambao hawakufa kwa ajili yako na kukusaidia kwenye mateso ulionao. Lakini nataka nikwambie, aliyekufa kwa ajili yako, unapomwamini anakuweka huru tena, anakuweka huru tena, maana anaweza akukuweka huru tena. Anisikie shangwe kwa Bwana. Mwambie mwenzako, mkuu wa dini asikupangie, maana hajafa kwa ajili yangu, maana hajafa kwa ajili yangu. Anakupangia, anakupangia. Ukianza kujiangalia mdomoni, pombe inakuungusha. Ukianza kuangalia macho yamekuwa mekundu, yanaelekea kuwa nyanya zinazolima kule Iringa. Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yako. Unapomwamini anakubadilisha, unapomwamini anakubadilisha. Isaya anasema kwa kupigwa kwake Bwana tumepona. Isaya anasema kwa kupigwa kwa Bwana Bwana tu kwa kupigwa kwa Bwana. Sisi hatujapona kwa kupigwa kwa wachungaji, kwa kupigwa si kwa mapadri, kwa nani? Tumepona kwa kupigwa kwa nani? Ana watupangia sasa. Eti tusimwamini Yesu. Yaani yule ndo atapike viboko, wewe uje utupangie unakula wali na nyama, kwamba tusiokoke. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana akuteketeze nawe kama usipoamua akumkubali Bwana kama Mwokozi wa maisha yako. Asili ya Mungu ni uzuri bwana. Mungu ameumba watu vizuri. Sasa wewe unazuia watu kuokoka ili mabinti wao wanatembea wanaumba sijui la nini, la inakuwa ni pembe tano sasa kwa sababu ya dhambi. Unawaacha wakija wanakueleza, unajisikia vizuri. Unajua wewe mwanadamu, nina hasira sana na wewe mwanadamu ambaye unawazuia watu wa Kenya wewe kuondoka. Nasema sisi Kaseta Ulinzi tuko tayari kuondoka na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tutaogopa hakusema ya kwamba ni lazima angaliachie, ni lazima uachie watu wa Bwana, maana anayewapenda ni Yesu peke yake. Hapa wengine eti jamani, mje ibadani. Wajua wewe najua unasikia, afu bahati nzuri Mungu ni mwema, unanisikia. Yaani hapa napata raha kwa namna ambavyo unanisikia. Maana
Nimesema watu hawa wa Kenya leo inatakiwa wajue Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yake. Kwani kuvaa shuka nyeupe, hata ndugu zetu hapa wale makomando huwa wanavaa zile kanzu nyeupe, na wao tutawapa hicho cheo, wao wakuu wetu wa dini, au mnasemaje? Shida ni kanzu. Shida ni zile kanzu nyeupe, basi wanatesa mtu, akienda anze anapiga magoti ananyekea, afu akirudi anateseka na bangi. Wewe jamaa wewe, yaani anakuja kwako ananyenyekea hapa, amejieleza, unajua labda unajua dhambi zinatesa watu, alafu kuna watu wanaleta masiala na watu, wakati Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili ya watu. Anakuja anajieleza, mimi nilikunywa pombe. Naambia haya, dhambi yako imesamehewa. Alafu kesho anaenda kunywa pombe. Lakini kwa Yesu kuna jambo hili linatokea. Akija mtu alikuwa mlevi, akasema namwamini Bwana, ana wokovu wa maisha yangu, hakuna pombe tena. Asema hakuna pombe tena. Maana Bwana anabadilisha, maana Bwana anageuza, maana Bwana anafanya kiumbe kipya. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yote kuishi. Sasa mbona wakija kwako ya kale yanaendelea? Yaani mtu anatembea nayo leo hatua moja ameenda nao, kesho tena linamjia lile. Kwa Yesu hatuko hivyo bwana. Kwa Yesu tunachokijua, ulitoka kwenye ulevi. Yesu anachoanza kufundisha sio ulevi, anakufundisha mwanangu, utachukua suruali nyeusi, utachukua na koti nyeusi, alafu utachukua shati hata sio clean, alafu unachukua na tai, alafu unavaa, mambo yanakuwa rembo sana. Wewe sasa jambo hilo, na wewe unayesikia, wewe unajua ni zaidi namna ambavyo anayekuzuia kuja kwa Yesu anakusababishia mateso tena makaa. Mwambie kaka. Yaani mimi macho yangu yangekuwa mekundu hapa, labda ni kwa sababu ningekuwa napigia kwenye kuni. Saka. Ila yanakuwa mekundu, huko nyumbani anapika mama, kijana wa watu namkuta ni mekundu kama ni mpishi wa shule, macho mekundu kama mpishi wa shule. Nani amekwambia hivyo? Kwa Yesu ukija, mambo ni shwari, mambo ni moto, maana gharama Bwana alilipa, maana gharama Bwana alilipa, gharama ya dhambi Bwana alilipa. Mateso yako unajisababishia mwenyewe. Gharama si ndogo. Sasa kuna pointi 4 nikikupatia hizo, hapo moto utakuwa umewaka. Moto utakuwa umewaka. Unajua nataka nikwambie nini? Nataka nikupe sababu 4 za Yesu kuja afe mwenyewe ili akuokoe. Ndio maana unayetakiwa kumwamini sio hata huyu anayehubiri. Tunataka kwamba umwamini yule mwanaume, umwamini yule mwanaume, umwamini yule mwanaume Yesu, umwamini Yesu, umwamini Yesu, umwamini Yesu, umwamini Yesu. Yake Yesu pekee. Achana na watu wewe. Watu watakuumiza vibaya. Watu wamekuwa wanakutesa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Pointi hizo 4. Unajua ya kwanza inasemaje? Wanadamu wote walikuwa ni watumwa. Kwa hiyo mtumwa hawezi kumwokoa mtumwa. Najua wote tumesoma hapa wa Kenya leo, sio? Mtumwa hawezi kumwokoa mtumwa wenzake. Baba yako ukimwangalia alikuwa ni mlevi na wewe unalewa, atakuwezeshaje wewe kutoka kwenye ulevi? Haiwezekani. Lazima aje mtu ambaye hajanywa pombe miaka mingi, aje akwambia hata pombe ina madhara, unaweza ukaishi kama mimi. Na ndio maana Yesu akaona wanadamu wote ni watumwa na hakuna namna wanaweza saidiana. Mwanaume anashika mwenyewe akaja kuwakomboa watu wa Kenya. Aleni mwanaume anashika anaokoa watu wa Kenya. Leo ya pili ninakwambia, nataka nikupe kabisa hizo kweli. Ya pili nasema alihitajika mtu asiye na dhambi. Huyo anayekwambia wewe kitubio, kamuulize hujafanya dhambi. Unajua Yesu siku moja akakutana na hao majamaa wanataka kumpiga mwanamke mmoja eti kisa amezini. Yesu unajua akamwambia, akasema kama kuna mtu hapa kwenu hajawahi
akikosea na mpige huyu mawe. Kashangaa sasa, yule mkuu sasa wa dini anageuka, huyo anaanza kwenda mdogo mdogo, kumbe anachukua wake wa ndani ya kanisa, wa waume ambao yaani wana wake zao ndani mle, wakienda wakisema sha, naye anasema sha, anaenda nao ndani kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninakukomesha kwa jina la Yesu Kristo. Alihitajika mtu asiye na dhambi, yaani hakuhitajika mtu aliye na kanzu nyeupe, alihitajika mtu asiye na nini? Flesh. Sema flesh. Yaani unajua kitu kilicho flesh, yani hakina mixer. Ndio maana anashuka mwenyewe asiye na mixer. Angekuokoa baba yako alikuwa na vitunguli pembeni. Angekuokoa na ulevi, afa angekubandika vitunguli. Ungekuwa mchawi wa kutupa. Lakini Yesu anashuka anamaliza kazi. Anasema sasa kwa sababu wote wamefanya dhambi na anahitajika mtu asiye na dhambi hata likavae mwili wa mwanadamu ili kwamba nimsaidie mwanadamu ile adhabu ambayo alitakiwa aibebe. Pointi ya tatu, ilihitajika mauti. Mtu ukikutana naye halafu anakuambia kwamba Mungu anawezaje kufa? Unajua Mungu ni roho, si unajua? Roho huwa haifi. Sasa ilihitajika, yaani mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Adhabu ya mwanadamu ilikuwa ni kupigwa mauti. Kwa hiyo anakuja kuichukua ile adhabu. Tumesoma Isaya jamani. Na wewe umesoma Isaya? Isaya 53 inasema kwamba kilichotokea alibeba ile adhabu yetu. Na adhabu ilikuwa ni kufa. Sasa Mungu hata angesema aipokee hivyo hivyo bila kuvaa mwili, roho haifi. Hata mtu akifa roho yake haifi, inaondoka. Kwa hiyo Mungu hafi. Akasema ngoja nikajichukulie sample moja ya mwili kama wa Amoni, alafu baada ya hapo amana hapo kufa huo mwili na ukomesha, alafu anayeniamini anapata uzima, anapata suluhisho la dhambi. Unajua ni kwa nini dhambi inayatesa maisha yako? Ni kwa sababu na waamini watu. Umemwacha aliyekufa kwa ajili yako. Ungemchukua huyo, ungelikuwa huyu. Ungemchukua huyo, ungelikuwa huyu. Yaani kwa mtu mwenye makadirio vizuri, mimi nina miaka zaidi ya 20 na lakini anaweza akasema ana 18. Unajua ni kwa sababu gani? Nilitambua yuko aliyelipa gharama. Yaani sikutambua kwamba dunia inatiga vijana, yaani inawapiga vibao tu, weka wewe mlevi, weka wewe mzinzi, weka wewe mwizi, weka wewe mvuta bangi, dunia ndio inachofanya. Lakini Yesu nikatambua yuko mmoja anayetengeneza watu, na ndiye aliyekufa kwa ajili yangu. Amelipa gharama za ujana wangu, amelipa gharama hiyo shetani utaniendesha. Jirani anakuonea ni bangi, ni pombe, ni kwa sababu umeamini watu. Na uenda kwa sababu gani hiyo pombe uache, na ile unaenda kutubu kwao, na wao watakuwa wanatumia kwa siri. Tunawaamini, anza kuwafuatilia step by step, yani hatua kwa hatua. Akienda kwenye kona na wewe unaenda kwenye kona. Kama wewe ni mzinzi unaweza kukuta huyo ni mara 3 yako. Kama wewe ni mlevi unaweza kukuta huyo ni mara 3 yako. Ndio maana anatotaka kwamba ukiokoka utajua uharifu wake ambao amekutesa kwa muda mrefu. Na inakwambia wewe chukua hatua, utakuwa bora zaidi yake. Maana Bwana anatakasa.